Shughuli tunayo na tunatambana. Shughuli tunayo. Unaongea taratibu. Wewe unataka kuweka nani? Weka vizuri mama. Yaani nimeweka mambo kwanza nimetoa. Nimemaliza. Nimeshona sare kijola kile ndugu yako ninahakikisha akinipicha. Unacho kimoja? 300 unajua wenye kitu shughuli mama. Umeaje? Mtaani kwa hata nikoma pita atajua kama mimi ndio mwenye kitu. Kweli wewe. Hicho kijola na mimi ushanichukulia. Kijola kanini? Sitakuwa kwenye shughuli. Tuachie sisi watu wazima wenye mambo yetu. Wewe kwanza ushajiandaa kwa kanisani? Muda bado. Kwa haraka vaa nila kanisani kwa ila kusubiria. Leo mbaya tu ulokuja. Wewe. Jambo kanja. Tukashaanza na kanisani. Umekuja. Wewe na kimoja sipaka miezi 6 na wewe situsubiri mambo ya haraka kama mtaani. Miezi 6? Sasa miezi miwili jamani imebaki. Miezi miwili mingi siku 60 zote wakati jambo la mwenzetu ikijayo jamani. Shingapi mtoto? Umeishi ngapi? 1,100,000. Nimeidea 50 ndio 5,000. Kwani unashika? Unashika. Wewe. Yaani nina amani moyo yani uko. Mambo kwanza ya wenzetu wanaotuzunguka Mungu amesema tupendane kama hatuna upendo ni sawa sana bure. Kwa hiyo nikaanza na jambo la mezani mwezi wa kati hapa wa karibu hapo. Upendo wenye mchenipati jamani. Sasa upendo ndio kwenye nini? Upendo unaanzia kanisani jamani. Kwa kanisani atoe sura ile jamani. Sasa wewe ya muonyeshe huo upendo. Sasa wewe upendo fanye nitoe moyo pale kanisani ndio na upendo. Wewe sasa hivi hapo ukiumwa umeanguka. Aya, huyo dada Kinesi atakutoka kanisani kuja huko badala nilio. Majirani ndio wakimbilia. Haya tumeongea na shoga yako ili akuelewe. Ukisoma katika Zaburi sura ya 34 mstari wa 7 wanasema kaanza neno Bwana malaika wa Bwana ameweka kikao na atawaokoa wale wachao. Hivyo tunaona hata katika kama Danieli alimwokoa dhidi ya ya mdomo wa simba. Ukiangalia Meshaki, Shadraka na Abednego pia aliwasaidia kutoka katika moto. Pia alifanya maajabu yake katika gereza, akawaokoa na akaonyesha akadhihirisha ukuu wake. Waambie wasikie tena wakuelewe. Hapo tunaona kabisa kwamba ulinzi wa Bwana unatembea na sisi. Ulinzi wa Bwana yaani muda wote na saa yoyote lazima ulinzi wa Bwana upo pamoja na sisi. Wewe kama Mkristo uliyeokoka, Mungu hawezi kuacha ukaangamia. Lazima awe amekushika mkono, amekutetea, amekupigania. Sawa, basi tunawasaidia na wengine jamani. Wanatakiwa tuwe na bidii, kuwa na amani na watu wote. Tuache sio kanisani. Kama ni mtende nimelia jamani. Kama kanisani tuna amani. Wewe kama mzazi, wewe kama dada, wewe kama binti, wewe kama kijana, unabidi kwanza kuonyesha kwamba wewe umekulia huko. Wewe una msimamo gani juu ya Mungu? Kitu cha kwanza kabisa, Mungu amekuweka ulimwenguni kufanya kitu gani? Hicho ndio kitu ambacho unatakiwa kujua. Tusaidie watu kama hivi tunaosaidia watu. Kwenye kicheni-pati tupo, kwenye mara tupo. Hiyo ni changanya bana. Ibada njema inazema. Hapa ni ndio hapo. Ibada njema huanzia nyumbani. Ibada gani? Hapa kikanisani ndio nyumba yetu. Yaani ukianza kanisa kama kazaliwa na Bikira Maria. Hapana, kwa kweli na kanisa lote kalibeba yeye kichwani. Hapa mtanichelewesha na kwenye mazoezi. Sasa hapo cha kufanya mimi naomba niache kama ni tao msusi. Bora tu uende waambie tunasalimu tutakutana mbinguni. Wape haya wasalimie na tusa. Wewe mambo vipi? Fresh. Sasa Jumapili dabi. Vipi tunaenda? Hakika. Washakata tiketi. Mapema. Tusona nijua. Hapo lazima tuwapige hao jamaa. Wanatokaje? Hao hawatoki bwana. Unajua unaona tarehe ndio bwana anaitwa Rushani pale. Kwanza umeshabeti. Mapema. Mbona anaongea sana? Mbona cheni unajua tunaingia udhamini na beti. Wewe hata beti kupitia udhamini wetu. Sisi tunawajua nyinyi. Mmekuja na gia kusikani. Sasa sikadili maisha, maisha. Yes, nasikani. Ungeona hata sasa hivi tukiwa sikani
tunakuta zile tunawauliza mara 6. Unaona? Umeona mara 6 tunawakabidhi. Muhindi kampa mnyama, mimi nimebeti nimeweka 150 hapo. Sasa waliona wote za kutosha. Wote umekata tiketi mapema leo. Tatizo lenu. Sisi tunajaza mapema tiketi yangu ya nikuonyeshe. VIP au platinum tiketi za regular. Sisi hatunaga mbambamba sasa. Basi poa, wewe unajua vipi kwanza utaona, subiri uone. Wewe mwanangu mbona kimya sana? Vipi? Kama kawaida dabe pengine. Nimeshaweka mkeka pale. Kwa hiyo pamoja na kwamba kanisani kuna mchango unaendelea, yani nimebeti pale. Lazima tubeti mwanangu, maana maisha bila kubeti. Nikachanga mchango pale, kutua pale. Unaona mara kwanza mimi nilibeti 50,000 nikaliwa yote. Sema ya pili nilipata kama 25,000 hivi. Ila maisha yanasonga kidogo. Okay, ule mchango si mpaka mwakani mwanangu. Ule mchango taratibu. Huyu ni mdogo. Ila bodi na maji matendo. Watu wengi wanatoa laki mbili. Tukaenjoy mwanangu. Fresh vipi mwanangu, mbona kimya? Mbona kimya sana? Tunaondoka au bado? Mimi sio nikaenda kwa maana neno la Mungu nasema kwamba ili mtu yule asiyekwenda hadithi za labda point. Neno la Mungu nasema hivi, ili mtu yule asiyekwenda bala kwenye nishi. Ili mtu yule asiyekwenda katika sheria sio yake bala kuketi pale palipohimiza. Bali sheria Bwana ndiyo mpendezaye na tafakari mchana usiku. Nyie msiende uwanjani, msiende uwanjani kwa mmechanga mchango. Sheria Bwana kwa nini mtakuna bila haipo? Mwaka ametoa mchango kwanza. Si kwanza bodi. Kwanza bodi. Si bodi kwanza. Sikia. Mchango ni shahidi. Yeye hazina mbinguni ambako unaondo wala kuti azabiki wala wewe uweze kuibada. Alafu najua yeye mechi na ufundi. Najua mechi ya fundi kazi gani? Ule ni ulozi wa tumishi wa Mungu tena mipira. Baba mchungaji Shia kashakuja kijiweni. Yaani kuna mambo mazuri na mbinguni kuna mambo mazuri. Kwa sisi tunaenda kuangalia mpira. Mpira unajua ni siku moja. Mtumishi wa Mungu, Bwana leo mbinguni, kuna uzima wa milele, duniani hapa ni mateso. Mipira hiyo ni ya muda, afu ni mtego wa shetani, tuwe makini. Ni sawa, lakini duniani tumewekwa kufurahi na mbinguni tunafurahi. Hapana, Yesu anasema msijane kwamba nimeleta duniani amani, bali nimeleta upanga. Hakuna safari bila kufurahia, huwezi kufika. Kwa sisi kwenye hii safari ya kuelekea mbinguni. Basi amani ya Bwana iwe nanyi na wengine ambao yapo. Basi mbarikiwe sana, amani ya Bwana iwe nanyi na acha nipe ya mwisho. Unaona mwanangu? Hapa. Unaniletea unajisi jana. Hapana. Kwanza kubeti tunasikia msibeti. Kubeti nasema ubashiri dhambi kwenye Biblia imeandika. Nyinyi mnabeti. Bashiri hapa pana nasubiri atibini kesho au no. Kwani kwa wakaendelea mzee wa kanisa utayarisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ni siku nzuri na siku ya leo tumeitana kwa ajili ya kikao cha baraza la kanisa, na katika kikao hiki siku ya leo tunakwenda kuangalia tathmini ya utoaji wa michango ile ambayo tulikuwa tumeahidi kwa ajili ya ununuzi wa kiwanja, na najua kila mmoja yuko tayari kwa ajili ya kikao hiki cha baraza, na yuko katibu hapa ataenda kutuambia jinsi maendeleo yalivyo na kutupa tathmini katika utoaji wa zile ahadi ambazo tuliweza kuahidi ili tuweze kukamilisha mipango hii ya kanisa letu. Basi kwa nafasi ya kipekee sana naomba nimkaribishe katibu wangu aweze kutupa tathmini hiyo. Karibu. Asante mchungaji. Bwana Yesu asifiwe shirika. Amen. Taarifa fupi kuhusu mchango wa ujenzi wa kanisa letu. Kwanza tulikuwa tuna ahadi tulizopata jumla ilikuwa ni milioni 5. Makofi. Tunataka kutaja ahadi na watu waliopunguza na waliomaliza kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na amani. Wa kwanza alikuwa Paul Simon. Ahadi yake ilikuwa ni 50 na amemaliza. Kuna Grace Sumbula
1,000,000 amemaliza. Mungu akubariki. Franki Mapembe ahadi yake ilikuwa 1,000,000 hajachangia bado. Joyce Kadogo aliahidi 10,000 ametoa 700. Sola Kimati aliahidi 500,000 ametoa 12,000. Joseph Joni ahadi yake ilikuwa ni 1,000,000 ametoa 32,000. Ahadi yake ilikuwa ni 600,000 ametoa 10,000. Orodha ya watu na ahadi zao. Asante katibu, asante sana. Jamani wapendwa, kama ambavyo tumesikia tathmini hii, kiwango ambacho tulikuwa tumeweka na hadi ambavyo tumepokea ni shilingi milioni 5, lakini kwa kweli utoaji bado upo nyuma sana na siku zinazidi kwenda. Hebu tuliangalie hili, tumebaki na siku chache. Naomba kila mmoja kwenye ile hali ambayo ameweka basi aikamilishe kwa wakati, maana hii kama nabii uliweka mbele za Mungu, na mimi ninaombea Mungu atie nguvu mweze kutimiza hii ahadi ambayo uliweka. Basi baada kufikia hapa, mtaenda kuahirisha kikao chetu. Mungu awabariki sana hadi wakati mwingine tutakapoitisha kikao. Barikiwe sana. Mimi na ibada sana. Karibu. Karibu sana. Asante. Ndio sisi. Mimi sana. Siku nyingi. Sawa. Siku nyingi sana baba. Mwema sana. Mungu ni mwema sana. Tunashukuru. Karibu sana. Tumefurahi kuona baba. Bado una afya vile vile, unatabasamu na shukuru. Ndio baba. Miaka mingi sana. Nakumbuka miaka 10 iliyopita. Miaka 10 nilipata ubalozi wa Australia huko. Nimetoka nimeenda Marekani, hapo nilipo Marekani, kuna Marekani baba. Natamani hata siku moja pige pale. Ile kwa uwezo wa Mungu utafika baba. Sasa nimepangiwa tena, nimeitwa huku, nimepata kazi huku China. Kwa China unajua. Hata kujua wewe na watu kule. Sasa hivi unajua lugha kwa mbalimbali. Yaani nimeanza kujifunza baba. Asante, nashukuru sana baba. Karibu sisi hongera kwa kazi ya Mungu. Asante sana. Kuna mahubiri hapa, kuna mama Kisomi. Kisomi yupo. Mama wangu sana. Baba. Baba. Mama mchungaji. Mama natamani nimuone wakati tunapata mchache sana hapa mjini. Kongamano. Kwa kina ipi wale zangu kumlipa na ndani. Msafirike vipitorike. Check sana wewe. Huyu kabidiji sio tu. Kabidiji. Huyu alihamia Mbeya baada ya kupata kazi huko. Kwa hiyo kabla yake alihamia Mbeya. Huyu ndio mkurugenzi wa Wasietu. Huyu na familia yake. Na yule mwanae kijana alifurahisha sana karate. Wote wa jambo. Alifurahisha sana. Kwa shukuru. Na mambo kweli. Naona mambo vile yanabadilika. Kisa Mungu ni mwema. Amina baba. Vipi unaendelea na huduma na kanisa linapendeza? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri na huduma. Mahali hapa tunaona Mungu siku zote ndio watu wakipigania na watu wakiendelea kuongezeka kwa Bwana kweli siku zote. Na kama unavyoona kipindi kile nadhani miaka 10 imepita, ulipata yuko hapa, lakini sasa kanisa liliongeza huku na Bwana anaendelea kuokoa watu wake. Na sasa tunaona mengine makubwa zaidi kwa ile nyumba ya Bwana kuweza kuiongeza. Na tuna plan tuweze kununua kiwanja
kwa ajili ya ujenzi wa kanisa kuongeza zaidi. Ndio. Kwa hiyo namshukuru Mungu amesema kutia nguvu ndio kusimama siku zote katika Mungu. Asante baba. Sasa na mimi nitachangia kiasi cha milioni 10. Cheki na kupatia hapa. Unaona imeandikwa NMB. Unaona imeandikwa NMB. NMB baba. Asante. Yaani nimefurahi sana kwa kanisa. Mungu baba abarikiwe sana. Baba najua huko ninakokwenda. Ubarikiwe sana. Kwa kweli mwanangu, haya yote ni utukufu wa Mungu aliye hai. Kweli. Hakika Mungu ni mwema. Na katika hizi baraka naomba kabla hujaondoka, najua sasa hivi wewe una harakati nyingi. Unatoka Marekani unaenda Switzerland, kutoka Switzerland unaenda China, washika wanakuwa sasa mwanangu, kabla hujaondoka naomba piga magoti niweze kukuombea baraka kwa Mungu kwa hiki ambacho umekifanya. Mungu akuonekanie huko, Mungu akuzidishe zaidi katika kazi zako unazozifanya. Mungu nakushukuru na mweka mtumishi wako huyu ambaye umemtoa mbali, amekuja mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kusupport kazi ya Mungu na kusudia kulitimia mahali hapa. Na mweka mikononi mwako, mzidishe akaendelee kustawi zaidi yeye na familia yake. Amen. Asante sana baba. Ubarikiwe. Amen sana. Salimie sana mama. Amen. Asante. Tutazidi kuonana baba. Amen. Wiki hili mimi sipo mjini hapa. Sipo. Wewe una safari yako sisi. Sipo. Sawa. Nakuombea ulinzi wa Mungu utakuja nayo katika safari yako. Haleluya. Haleluya. Tunamshukuru Mungu. Hakika tulikuwa na ibada nzuri siku ya leo. Na hakika tulimwona Mungu katika ibada hii. Lakini kabla tujamaliza ibada yetu, nina jambo moja la baraka ambalo nilitamani niwaambie kanisa. Mungu ni wa ajabu sana katika maisha yetu. Na hakika amekuwa akiendelea kuwatumia watu mbalimbali kwa yale mambo ambayo kwa akili zetu hatuwezi. Mungu yake akiendelea kuwatumia ili kusudi lake liendelee kutimia. Na nina jambo moja. Wangapi mnamkumbuka Shukuru? Amina sana. Mungu awabariki. Shukuru alikuwa ni mshirika mwenzetu mahali hapa. Huyu ndugu baada ya kipindi fulani alikuwa ameondoka, ni miaka 10 iliyopita. Alikuwa amepata kazi katika ubalozi wa Marekani huko Switzerland, lakini baadaye alihamishwa akapelekwa China. Siku ya Alhamisi alikuja kumtembelea pale kanisani ofisini, na hakika tuliweza kusalimiana vizuri. Yule mtumishi wa Bwana alipoona kazi ya Mungu inavyoendelea mahali hapa, aliguswa, akaamua kuongeza au kusapoti kazi ya Mungu katika zile hali ambazo tumejiwekea za michango. Huyu mtumishi amevuka, ametoa sapoti kiasi cha shilingi milioni 10 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana, na hakika Mungu ni mwema, na kwa hakika kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Amen. Basi hadi kufikia hapa ibada tutaishia hapa, tukutane katika